Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa asubuhi njema ulionipa pamoja na mtazamaji wangu. Mioyo yetu inakushukuru sana kwa uaminifu wako. Asante kwa kila kitu ambacho nakifanya katika maisha yetu. Umetulaza salama, umetutunza, umetulinda, na hatimaye umetupa tarehe nyingine katika siku hii ya Jumatano, mwezi huu wa 3 mwaka 2026. Mioyo yetu inayo shukurani kwa vile ambavyo umetenda, nasi tunakushukuru. Tunakuja mbele zako asubuhi ya leo kwa mioyo ya shukurani katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa mtazamaji wangu wa Zoe TV, na kusalimu sana katika jina zuri la Yesu Kristo. Habari za asubuhi na habari za familia yako. Ninaamini mmeamka salama kwa neema Mwenyezi Mungu. Nami ndugu yako Hannington Kabuta niko salama. Mungu amenipa uhai, amenipa afya njema, pamoja na mke wangu Loveness na watoto na watu wote wa nyumbani kwangu, na hata kanisa ninalolichunga la TAG pale Goba linaendelea vyema. Ninamshukuru Mungu, na nikukaribisha sana katika kipindi hiki ambacho kinaanza saa 12 asubuhi mpaka saa 1 kamili asubuhi kila Jumatatu mpaka Ijumaa kupitia Zoe TV, channel yetu nzuri sana hapa mjini inayomilikiwa na kanisa zuri sana la Kipentekosti linaloitwa Tanzania Assemblies of God, chini ya mbeba maono askofu wetu mkuu mchungaji Daktari Barnabas Weston mtoka mbali. Karibu sana. Ninakusii ifanye Zoe TV kuwa channel yako pendwa kwa habari za mambo ya kiroho na mambo mbalimbali ya kijamii yanayoendelea katika taifa letu la Tanzania, Afrika yote na ulimwengu wote kwa ujumla. Kumbuka, katika maisha haya moja ya kitu cha muhimu sana ni information, taarifa. Taarifa utakazozipata zina uwezo wa kuyashape maisha yako katika mwelekeo unaotaka. Zoe TV tupo kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba unajua yanayojiri na kuendelea duniani kwa ujumla, lakini zaidi sana tunaushibisha ulimwengu wako wa roho kwa habari njema za neno la Mungu. Channel yetu ya Zoe TV tunasema kauli mbiu yetu ni uzima tele kwa watu wote. Na kwa kuwa umefungulia Zoe TV asubuhi ya leo, natamka uzima kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Uzima kwenye afya yako katika jina la Yesu Kristo. Uzima kwenye kila kitu katika mazingira yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba endelea kulike, kufollow na kusubscribe Zoe TV katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Nenda Instagram, Facebook, TikTok na katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kisha share na watu wengine, waambie habari ya channel hii nzuri sana inayoshibisha viroho vyetu na maisha yetu kwa ujumla. Kipindi cha Morning Glory au kwa Kiswahili nuru ya asubuhi kinakujia kila Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 asubuhi mpaka saa 1 asubuhi. Na lengo la kipindi hiki ni kwenda mbele za Bwana kwa shukurani na kuikabidhi siku hii mikononi mwa Bwana. Wengi tumeelewa ya kwamba kuna Morning Glory na kuna Evening Glory. Tunapoenda kwenye Morning Glory, nuru ya asubuhi, maombi ya asubuhi na mapema, yana malengo mengi, lakini lengo mama ni kuikabidhi siku mbele za Bwana ili Mungu akayanyoshe mapito yako. Na wewe, kwa kuwa umekuja kwenye maombi haya, kwa kuwa umekuja kwenye chumba hiki cha maombi, umeungana na sisi hapa studio ili tuweze kuomba pamoja na wewe, natamka neema isiyo ya kawaida na baraka tele katika maisha yako. Mimi ninaitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God au kwa kifupi TAG. Kanisa ninalolichunga linaitwa DPA, ushirika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly. Hili ni tawi ndani ya makanisa mengi ya TAG. Tuko hapa Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo,
maeneo ya Goba. Tunakukaribisha sana Jumatano kanisani kwenye mafundisho ya neno la Mungu saa 10 jioni. Tunakukaribisha sana Ijumaa saa 10 jioni kwenye maombi na maombezi. Tunakukaribisha Jumapili, tunazo ibada 3. Ya kwanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 4. Ya pili inaanza saa 3 asubuhi mpaka saa 7. Unachagua moja kulingana na ratiba zako. Lakini pia jioni Jumapili saa 10 tuna ibada ya maombi na maombezi, inaitwa ibada ya washindi. Hapo kuna kuimba sana, kuna kuomba sana na kufurahi mbele za Bwana. Namba zangu za simu ni hizo ambazo zinapita hapo kwenye skrini: 0765-306-113. Na naomba nikushukuru wewe ambao umenipigia simu jana na juzi na umetuma message. Ndugu yetu kutoka Mtera pale Dodoma na watu kadha wa kadha, vijana wangu kutoka Morogoro, kila ambaye umekuwa ukifuatilia na kutuma message yako na kuombea, na natamka baraka kwako. Namba za simu hizo tuwasiliane. Asubuhi ya leo tunapoendelea na maombi yetu, nataka nikufundishe jambo la muhimu sana kwa dakika 25. Sababu za kufunga na kuomba. Sababu za kufunga na kuomba. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 mstari ule wa 5 na kuendelea. Maandiko yanaonyesha Yesu akiwa na wanafunzi wake walipokuwa wakienda kuomba na kusali katika mazingira mbalimbali. Na neno la Bwana linasema Yesu alikuwa na tabia ya kuomba na wanafunzi wake asubuhi, mchana, jioni na usiku. Hawa wanafunzi wa Yesu wakanotice au wakapata kufahamu mambo mengi kwenye maisha ya maombi ya Yesu. Jambo la kwanza wakagundua Yesu ana uwezo wa kuomba kwa muda mrefu kuliko wao. Kuna wakati akawauliza, je, hamjaweza kuomba na mimi japo lisali moja? Walishindwa kuomba masafa marefu. Wakaona tofauti yao ya kwanza na Yesu ni uwezo wa kuomba kwa muda mrefu. Tofauti ya pili, uwezo wa kupangilia maneno na hoja ambazo Yesu alikuwa anazipeleka mbele za Bwana kwa njia ya maombi. Wakaona namna yake ni ya tofauti. Na tofauti ya tatu ni kupata matokeo, eneo la matokeo. Yesu alikuwa akiomba na kupata matokeo ya mara kwa mara, papo kwa papo. Hata kama ikutokea hapo, lakini kesho aliporudi walikuta matokeo ya maombi yale sawa sawa na alivyoomba. Nipo wakamkalisha Yesu chini, wakamwambia, mwalimu, rabi, mwalimu mwema, tufundishe na sisi kuomba kama ambavyo Yohana Mbatizaji anafundisha wanafunzi wake. Yesu ndipo akaanza kuwafundisha na akatamka yale maneno ambayo wengi wetu tunaijua kama sala ya Bwana. Akawaambia, mnaposali msiwe wanafiki. Tena akawaambia, ingieni katika chumba chenu cha ndani na muwe na uwezo wa kusamehana katika kukoseana. Pendwa mtazamaji wangu wa Zoe TV, Yesu alianza kwa kueleza sifa za muombaji. Kwanza, awe ni mtu asiye mnafiki. Mnafiki ni mtu ambaye anasema chekundu lakini anafanya cheusi. Ni mtu ambaye anasema ndio lakini kwenye matendo ni sio. Anasema mnafiki maombi yake hayana nafasi mbele za Mungu. Lakini akaenda mbele akasema uwezo wa kuingia kwenye chumba cha ndani. Anaposema hivyo anamaanisha maximum concentration during prayer, uwezo wa kuwa makini na kuzama katika ulimwengu wa roho wakati wa maombi. Na ndiyo maana wakati mwingine tunafunga macho wakati wa maombi. Lengo ni tusipate kudistabiwa, tuondoe distractors, vizuizi, vitu vinavyoweza kuondoa umakini wetu. Anasema ingia katika chumba chako cha ndani. Ni kweli tunapaswa kuomba kwenye mahali tulivu, lakini mkazo wa Yesu katika jambo hili ulikuwa ni kuingia ndani, moyoni, rohoni mwako. Disconnect yourself from the outside world. Jitenge na mazingira ya nje ambayo yatakuondolea utulivu wako. Na mimi nimekutana na watu wengi wenye tatizo hili. Moja akaniambia, mchungaji, mimi naanza kuomba
lakini nashangaa tu tayari niko naendelea na mambo mengine. Sijui saa ngapi nilisema amen. Nataka nikwambie, unahitaji kujijengea nidhamu ya ziada katika maombi yako, uwezo wa kuzama zaidi ndani, uwezo wa kuingia zaidi ndani na kuhakikisha hakuna jambo linalokamata hisia zako, akili yako na mawazo yako. Na nakuombea moyo huo katika jina la Yesu. Akataja na sifa nyingine, kusameheana, kwa kuwa hicho sio kipengele changu kikuu. Alipomaliza kutaja sifa za maombi za muombaji, akaenda kwenye jambo la pili, the components of prayer, vipengele vya maombi. Ndipo akaisema ile sala ya Baba yetu, nanyi msalipo semeni maneno haya: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, na kadhalika na kadhalika, kama unavyofahamu na kama ambavyo mimi na wewe sote tulifundishwa. Ninachotaka kurekebishwa ni kwamba Yesu hakusema maneno yale ili tuyakariri na yawe sehemu ya maisha. Hapana, alikuwa anazungumza habari ya vipengele vya muhimu vya kuzingatia katika maombi. Njoo Goba, kanisa la TAG chini ya mimi mchungaji Kabuta, nitakuelekeza vizuri juu ya vipengele hivyo, na Mungu akubariki sana. Namba za simu ziko hapo. Lakini jambo la tatu na la muhimu ambalo ndio kiini cha leo, akasema tena mfungapo. Anazungumza neno tena, manake ni mwendelezo wa ajenda aliyoianza nyuma, ajenda ya maombi. Akaenda mbele, akaongeza kitu kingine, akasema tena mfungapo. Akaanza kueleza, msiwe kama wanafiki wanaojichosha, wanaojipausha na kujiweka katika hali ya kuonekana wamefunga ili wahurumiwe na wapate credit kutoka kwa watazamaji. Anasema watu kama hao maombi yao hayatakuwa na thawabu mbele za Mungu. Anasema bali wewe unapofunga, mkazo wako na mtazamo wako uwe kwa Mungu zaidi. Sasa swali linakuja, mchungaji, nini maana ya kufunga? Kufunga maana yake ni zoezi la kiroho la kujinyima kwa hiari yako, kula na kunywa kwa kipindi fulani ili kujitoa zaidi katika maombi. Nini maana ya kufunga na kuomba? Kufunga na kuomba maana yake ni kujinyima chakula na vinywaji kwa kipindi fulani au wakati fulani ili kujitoa zaidi katika maombi. Napenda nisisitize uhiari. Unajinyima chakula kwa hiari yako, unajinyima vinywaji kwa hiari yako, aidha kimoja au vyote kwa wakati mmoja kwa kipindi fulani ili ujitoe zaidi na mkazo wako uwe katika maombi. Hatufungi na kuomba wakati ambapo hatuna vyakula. Inawezekana ndiyo, lakini hatuachi kula kwa sababu ya kutokuwa na vyakula. Yaani una vyakula kwenye kabati na kwenye friji, lakini unaamua kuvisusa kwa sababu una ajenda mbele za Bwana. Una fedha mfukoni ya kufanya mambo makubwa, lakini unaamua kuacha matumizi yake. Unaweka mkazo wako mbele za Bwana. Hii ndio imekuwa lifestyle ya manabii wa Agano la Kale, mitume wa Agano Jipya, pamoja na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Nami nakuombea katika jina la Yesu, Ukristo wako na maisha yako yakawe ya maombi katika jina la Yesu, kwa sababu Mkristo asiye na maombi, Mkristo asiye na mifungo ni Mkristo dhaifu. Baba yangu mmoja wa kiroho akaniambia, a prayerless believer is a powerless believer. Na ndio maana na kuombea asubuhi ya leo, Mungu aachilie roho wa neema na maombi ndani yako katika jina la Yesu. Maisha yako yakawe na fukuto na bubujiko la maombi katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukaombe asubuhi katika jina la Yesu, ukaombe mchana katika jina la Yesu, ukaombe jioni katika jina la Yesu. Maisha yako yakawe ya maombi. Na ndiyo maana nasema mahali fulani katika Agano Jipya,
Anasema ombeni bila kukoma. Haleluya! Nini maana ya kufunga? Kufunga ni kujinyima vyakula na vinywaji kwa kipindi fulani cha muda, ili kujitoa zaidi katika maombi. Yawezekana ukaacha kula na kunywa kwa masaa 12. Yawezekana ukaacha kula na kunywa kwa masaa 24. Yawezekana ukaacha kula kwa siku 5, lakini ukawa unakunywa maji kulingana na maamuzi yako, uwezo wako, hitaji ulilo nalo na ratiba zako. Nini kitakachoamua aina ya mfungo? 1, maamuzi yako. 2, uhiari wako mwenyewe. 3, aina ya jambo unalotaka kuliombea, yani lina uzito kiasi gani. Lakini sababu, namna nyingine, kitu kingine, determinant nyingine inayoamua ufunge masafa kiasi gani, ratiba zako za siku. Sio vyema kufunga alafu ukashindwa kuomba. Tunazungumzia fasting prayer, maombi ya mfungo. Yani unaacha kula na kunywa kwa wakati fulani, halafu unajitoa zaidi, unawekeza zaidi katika maombi. Maana yake nini? Usiache kula na kunywa ukanyamaza ukasema Mungu anajua nia yangu ya ndani. Hapana. Ni kweli una nia njema, lakini anasema zungumza, njoo kwangu, eleza haja ya moyo wako upate kupewa haki yako. Anasema njoo tusemezane. Ukishaacha kula na kunywa kwa lengo la kiroho, sio kwa lengo la kiafya, sio kwa lengo la diet, sio kwa lengo la kiuchumi, kwa lengo la kiroho, malizia kwa kwenda mbele za Bwana. Semezana naye, eleza haja ya moyo wako, na mimi nakuombea moyo huo wa maombi ukakae ndani yako katika jina la Yesu. Sema tena amina. Sema tena amina. Umefanya vyema sana asubuhi ya leo kuja kuomba pamoja nami, na nataka nikwambie, popote pale ulipo, hapo chumbani kwako, hapo sebuleni kwako, hapo barabarani ulipo, popote unaponiangalia, ninakwambia Roho wa neema na maombi yuko akutosha, na anaweza badilisha historia yako, ukaondoka kwenye maisha ya kutokuomba ukaanza kuwa na maisha maombi. Nami nakuombea hiyo neema tele ikawe juu yako katika jina la Yesu. Anga la nyumbani kwako, anga la kazini kwako, anga la mazingira yako likawe na fukuto la maombi. Ninaachilia bubujiko la maombi ndani yako. Ninaachilia roho wa maombi ndani yako. Ninaachilia hamasa maombi ndani yako, uzima katika kiroho chako, katika jina la Yesu. Pokea neema mpya, pokea nguvu mpya, pokea hamasa mpya, pokea uzima mpya katika jina la Yesu. Nasimama kinyume na kila roho inayoshindana na maisha yako ya maombi katika jina la Yesu. Roho ya ukame, roho ya ukame, roho ya ukame iliyokuvamia, roho ya kuahirisha maombi, roho ya uvivu iliyokuvamia katika jina la Yesu, ninaikemea kwako mchungaji, ninaikemea kwako mhubiri, ninaikemea kwako mwimbaji, ninaikemea kwako rafiki, wewe unanitazama, uliyekuwa unaomba miaka ya nyuma, ulikuwa una mikesha mingi, ulikuwa unajitoa kwa Bwana, ulikuwa na ratiba za mifungo binafsi, ghafla ieleweki nini kikatokea, maisha yako yakabadilika, ukapoteza harara na hamasa kuomba. Nami nakuja mbele zako kwa jina la Bwana, ninatabiri maisha mapya, ninatabiri upya wa kiroho, ninatabiri neema mpya. Pokea wimbi la maombi, pokea uamsho wa maombi, pokea hamasa ya maombi katika jina la Yesu. Haleluya. Sema amina mara ya kwanza tena, sema amina mara ya pili tena, sema amina mara ya tatu tena. Naona upya tena kwenye roho yako, naona hamasa mpya ndani yako. Wewe hautabaki kama ulivyokuwa katika jina la Yesu. Sababu ya kwanza kwa nini tunafunga na kuomba, tunafunga na kuomba ili kuboresha mahusiano yetu na Mungu. Kadri unavyofunga, kadri unavyoomba, mahusiano yako na Mungu yanakuwa bora. Ni njia moja
mojawapo ya kuboresha na kutunza mahusiano yako na Mungu. Nionyeshe mwombaji, nipo nitakuonyesha mtu mwenye mahusiano bora na Mungu. Nionyeshe mwombaji, nami nitakuonyesha mtu aliye karibu na Mungu. Kwa nini tunafunga na kuomba? Why should we fast and pray? Kwa ajili ya kuboresha na kutunza mahusiano yetu na Mungu. Pendwa mtazamaji wa Zoe TV, Bwana amenipa neno asubuhi ya leo, amenituma nikwambie, sio kila mara tunaenda mbele zake kwa ajili ya kupata mahitaji. Kuna wakati tunaenda tunamwambia Bwana, tunakupenda Mungu wangu, ninakupenda. Kuna wakati tunafunga, tunaacha kula na kunywa kwa ajili tu ya kumwambia mapenzi yetu kwake, mahaba yetu kwake. Wakati mwingine funga na kuomba kwa ajili ya peleka shukrani zako mbele za Mungu. Kama unaweza kufunga na kuomba wakati wa mahitaji, unashindwa nini kufunga na kuomba wakati Mungu amesha kutendea? Ukaamua sasa kwenda mbele za Bwana, ukawa kama yule Msamaria aliyerudi kurudisha shukrani. Unaweza ukarudi kumshukuru Bwana kwa njia ya matoleo. Unaweza ukarudi kumshukuru Bwana kwa njia ya zaburi na nyimbo. Unaweza ukarudi kumshukuru Bwana kwa njia ya ushuhuda. Lakini unaweza kurudi kumshukuru Bwana kwa njia ya kufunga na kuomba. Hilo nalo ni neno la Bwana. Usifunge kila mara unapokuwa na tatizo. Wakati mwingine kuwa mtoto bora katika ufalme. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu wangu, leo nimekuja mbele zako, sio kwa sababu na mahitaji, hapana. Ni kweli bado hayajaisha, ninayo mengi, lakini leo nimefunga, nimeacha kula na kunywa kwa lengo moja la kusema Bwana asante ya kwamba umenitendea, umefanya mambo mengi. Na Mungu akiona moyo wako wa shukrani na mfungo uliojaa shukrani, atakujaza zaidi ya vile ulivyotazamia. Na ndivyo ninavyoyaona maisha yako yanavyoenda kuwa baada ya kipindi hiki, katika jina la Yesu. Sema tena amen. Kipindi hewani ni Nuru ya Asubuhi, The Morning Glory Session, kinachokujia na Zoe TV kila Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 mpaka saa 1. Nami leo ninakukumbusha sababu za kwa nini tufunge. Ninazo sababu kama 5 kwa sababu ya muda. Sababu ya kwanza ni kutunza na kuboresha mahusiano yetu na Mungu. Sababu ya pili ni kujinyenyekeza mbele za Bwana. Unapofunga na kuomba, unaondoa hali ya kujiinua, unaondoa hali ya kujisikia, unaondoa hali ya kujiinua, unaweka hali ya utegemezi mbele za Bwana. Unapofunga mbele za Bwana na kuomba, unamwambia Mungu, ni wewe ambaye ninakutegemea. Elimu yangu haitanisaidia, fedha zangu hazitanisaidia, mambo yangu nilionayo, vyeo, umaarufu na majina makubwa nilionayo, vyote havitanisaidia. Maisha ya mwanadamu sio haya tu tulionayo. Tunahitaji mkono wa Mungu unaoweza kufanya mambo zaidi ya vile tunavyowaza. Ni hali ya kujinyenyekeza. Anasema katika Ezra sura ya 8 ule mstari wa 21 mpaka 23, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka, kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana niliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari cha wapanda farasi, ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme, tulinena, mkono wa Mungu juu yetu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni juu ya wote wamkatao. Basi tukafunga, tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo hapo juu, naye akatukubali. Kitabu cha Ezra ni kitabu cha kihistoria kinachohadithia mambo yaliyojiri huko nyuma.
katika sura ya 8 kundi la wana wa Israeli wanatoka sasa katika utumwa wa Babeli waliokaa miaka kama 70. Sura ya 8 inaonyesha kundi la pili likirejea nyumbani kwao Yerusalemu chini ya usimamizi wa kuhani na mwandishi Ezra. Anaeleza mambo yalivyokuwa njiani. Maandiko anasema walipofika mahali panaitwa mto Ahava, Ezra akasimamisha kundi, akaamuru kufunga na kuomba. Lengo lake ni moja, kujinyenyekeza na kujishusha mbele za Bwana. Lakini katika mstari huu tunapata sababu ya tatu. Nazungumza na wewe asubuhi ya leo, ninaweka msingi wa maisha ya kufunga na kuomba kwenye maisha yako ya Ukristo. Neno la Bwana linasema, nanyi mfungapo, tena mfungapo, kuonyesha ya kwamba swala la kufunga sio swala la kuweka debate. Hapana, ni swala la lazima kwenye maisha yako ya Kikristo. Kufunga na kuomba haina mjadala. Kama unataka Ukristo mzuri rafiki na kutia moyo kufunga na kuomba, anasema ni when you fast and pray, tena mfungapo. Sababu ya kwanza kufunga na kuomba ili kuboresha na kutunza mahusiano yetu na Mungu. Sababu ya pili kwa nini tufunge na kuomba, ili kujinyenyekeza mbele za Bwana. Sababu ya tatu ni kutafuta maongozi ya Mungu, ili kutafuta maongozi ya Mungu. Na mstari mama hapa ninaopenda ni Ezra sura ya 8 mstari wa 21 mpaka wa 23. Itaurudia tena kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21 mpaka 23. Anaeleza sababu mbili kwa mkupuo kwa nini tufunge. Anasema ndipo nikaamuru kufunga. Huyu ni Ezra anasema nikaamuru, nikatoa maelekezo kama kiongozi hapo penye mto Ahava. Akasema ili, sababu ya kwanza kwa mujibu wa mstari huu, tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Anasema mbili, na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wazazi na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana aliona aibu kumrejea mfalme aliyewaachilia ili apate kumwomba jeshi la kuwasindikiza njiani. Pendwa, unaelewa habari hii ya Ezra sura ya 8 mstari wa 21 mpaka 23. Hawa watu wametoka Babeli, wamekaa utumwani miaka 70. Bwana akawatoa kundi la kwanza chini ya Zerubabeli, wakarudi nchini kwao Yerusalemu, wakajenga madhabahu na nyumba ya Bwana. Wakatolewa kundi la pili chini ya Ezra kwenda kurudisha torati mahali pake. Kundi la tatu litakuja baadaye na Nehemia ili kujenga ukuta wa Yerusalemu kwa upya. Sasa kundi la pili chini ya Ezra sura ya 8 wakapata tatizo njiani. Maandiko yanasema Ezra akasimamisha msafara, akawahesabu watu walionao, akaangalia nguvu walionayo, kisha akaangalia hatari zinazowakabili mbele na mambo mazito aliyoko. Akasema tutatoboa wenyewe, hatutajua njia ya kuiendea. Hapa tunahitaji msaada wa Mungu. Maandiko anasema ya kwamba Ezra akamuuliza Mungu, nini tufanye? Mungu akampa neema ya kuitisha kusanyiko lote katika mfungo. Ndipo akaingia katika kufunga na kuomba kwa ajili ya kutafuta kutoka kwa Mungu njia iliyonyooka. Nini nachotaka kusema? Tunafunga na kuomba kwa lengo la kuuliza maongozi kutoka kwa Mungu. Pendwa mtazamaji wangu wa Zoe TV, katika kipindi hiki kizuri cha asubuhi ya leo, na kutia moyo kujijengea tabia ya kufunga na kuomba ili maisha yako yasiwe ya kawaida. Usifanye maamuzi magumu peke yako, maamuzi ya maana, maamuzi makubwa kwenye maisha yako ambayo yana athari chanya au hasi katika maisha yako. Kila unapotaka kufanya maamuzi mazito kwa habari ya kuoa au kuolewa, kwa habari ya uzao wa watoto, kwa habari ya kwamba uishi na ujenge wapi, kwa habari ya kwamba usome nini na ukasomee kitu gani, ufanye kazi gani, uishi wilaya gani au mkoa gani, haya ni
mambo ambayo yana mchango aidha chanya au hasi kwenye maisha yako. Nami nakutia moyo kwa jina la Bwana, pata muda, funga na kuomba, nenda mbele za Bwana ili upate kutoka kwake njia iliyonyoka kwa habari ya maisha yako. Yeye ni Mungu wa mambo yote, yaliyopita na yafahamu, yaliyoko na yafahamu, na hata wakati ujao hakuna jambo lililo sirini mbele za Bwana. Ameyashika maisha yako kwenye mikono yake mwenyewe. Anasema, tazama ninakuwazia mema kwa habari ya maisha yako. Naye anasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28, nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Napenda Warumi 8 ule mstari wa 28, nasi twajua, nasi tuna uhakika katika mambo yote ya kwamba Mungu wetu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Akasema katika Yeremia, ninakuonea wivu, ninakuwazia mema, nimepanga mema kwa ajili yako, ili mema hayo yakawe sehemu ya maisha yako, ili usichengane nayo. Unahitaji maongozi ya Bwana kwenye maisha yako. Ezra anasema tukafunga na kuomba katika mto wa Ahava ili kutafuta kutoka kwake njia iliyonyoka. Anauliza, maisha ya Daudi kwenye maisha yake yote yalikuwa ni maisha ya kwenda mbele za Bwana. Anasema, nileteni na ivera, je, niende kwenye hii vita au nisiende? Manake alikabili mambo mazito na maamuzi mazito kwa njia ya maombi. Haleluya! Manake Mungu akawe kiongozi wetu, Mungu akatuongoze. Maandiko anasema katika Zaburi ya 32:8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Anasema nitakuelekeza mwenyewe, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri na jicho langu litakutazama. 1, nitakufundisha. 2, nitakuonyesha njia utakayoiendea. 3, nitakushauri. 4, jicho langu, uso wangu utakutazama. Mungu ameweka ahadi tayari ya kwenda na wewe na kufanya na wewe. Kinachohitajika ni wewe kumshirikisha, kumpa Mungu nafasi kwa njia ya maombi. Kwa nini tunafunga na kuomba? Ili kupata maongozi kutoka kwake Mungu kwa habari yetu wenyewe na kazi zetu na watoto wetu na mali zote tulizo nazo. Zaburi ya 37 ule mstari wa 23 inasema ya kwamba hatua za mtu wa Mungu zaongozwa na Bwana mwenyewe. Na kuombea katika jina la Yesu, hatua zako mwaka huu kwa habari ya utumishi, kwa habari ya familia, kwa habari ya ndoa yako, usiende mwenyewe, bali Bwana akakutangulie. Hatua ya kwanza ya kwake, ya pili ya kwako, ndipo utauona wema wa Bwana katika maisha yako. Hebu sema haleluya. Pendwa mtazamaji wangu, nimebakiza dakika 2 za mwisho. Naitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God hapa jijini Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, eneo la Goba. Namba zangu za simu ni hizo hapo chini. Nazungumza habari ya kuomba, kufunga na kuomba. Kwa nini tufunge na kuomba? Tunafunga na kuomba 1, ili kuboresha mahusiano yetu na Mungu. 2, ili kujinyenyekeza mbele za Bwana. 3, ili kutafuta maongozi ya Mungu, kupata kutoka kwake njia iliyonyooka. 4, ili kutafuta nguvu za kiroho na ushindi dhidi ya pepo wabaya. Yesu akawaambia wanafunzi wake, kuna baadhi ya mambo hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba.
5 kwa ajili ya toba mbele za Mungu, yani kupata msamaha wa dhambi na maisha mapya. 6 na mwisho, tunafunga na kuomba ili kuzikabili nyakati ngumu na kuzishinda. Haijalishi unapitia pito gani, asubuhi ya leo ninalo neno la faraja kwako. Kama Esta na watu wa Yahudi walifunga na kuomba kwa siku 3, wasile wala kunywa, Mungu akawasikia. Na wewe unatoka katika shida ulionayo, katika mapito ulionayo, katika hali ulionayo, katika jina la Yesu. Ninapomalizia dakika moja ya mwisho, nataka nikwambie maisha ya kufunga na kuomba yanawezekana. Wewe kama utaamua dhamira ya moyo kutoka moyoni mwako, Mungu yupo kuachilia hiyo neema. Na mimi nakuombea asubuhi ya leo neema ya kufunga na kuomba. Roho wa neema na maombi akawe juu yako. Funga na kuomba ili maisha yako yakawe ya tofauti. Baba, katika jina la Yesu ninamweka mtazamaji wangu mikononi mwako Bwana. Yuko anaomba pamoja nami kwenye kochi lake, sebuleni mwake, amesimama wakati huu, yuko chumbani mwake. Ninanyosha mkono wangu kwa ajili yako mchungaji, kwa ajili yako nabii wa Bwana, kwa ajili yako wewe mtume, kwa ajili yako wewe mwinjilisi, kwa ajili yako wewe mwalimu, wewe mwimbaji unayewaka harara ya moyo wako kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Ninaamsha jitu la maombi ndani yako katika jina la Yesu. Na wewe ambaye haujaokoka, na kuombea moyo wa toba na maombi kwenye maisha yako. Maisha yako yabadilike, yageuzwe, yakamfananie Bwana, na Mungu wa mbinguni akayabadilishe maisha yako. Ninakuombea ubatizo katika Roho wa Bwana, ujazo wa Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa lugha katika jina la Yesu. Ninapomalizia dakika 2 za mwisho, najisikia niombe na wewe. Rikoko makakaria manderia masaka makekeria ma yekekeria masaka. Na uona uwepo wa Bwana pakapo ulipo. Roho wa neema na maombi amekamata anga, ametamalaki, amekamata moyo wako, ulimi wako umekamatwa. Unajisikia kunena kwa lugha, achilia moyo wako, achilia sauti yako, weka akili yako na umakini wako katika maombi. Na iona neema juu yako, na iona nguvu juu yako. Riko koria ramasaika, riko koria remasaika, katika jina la Yesu. Mahusiano yako na Mungu yanaboreshwa katika jina la Yesu kwa njia ya maombi. Unajinyenyekeza, unyenyekevu unaingia ndani yako kwa njia ya maombi, lakini unapata maongozi ya Bwana. Neno la Bwana linasema hatua za watu wa Mungu zinaongozwa na Mungu mwenyewe. Na tabiri katika jina la Yesu, siku yako ya leo imebarikiwa. Hatua zako hazitakupotosha, maamuzi yako, matendo yako, chochote ukifanyacho kitashikwa na Bwana. Maana amesema katika neno lake, Zaburi ya 32:8, atakufundisha, atakuonyesha njia utakayoiendea, yani akupasayo kutenda. Tena amesema ya kwamba atakushauri, jicho lake litakutazama. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Lakini tunafunga na kuomba pia kwa ajili ya kuzishinda nyakati ngumu. Nimalize kwa kusema ya kwamba mateso unayoyaona leo hautayaona tena katika jina la Yesu. Kama nabii wa Bwana, ninatabiri ya kwamba maisha yako yanabadilishwa, yanageuzwa, yanachukua sura nyingine kwa nguvu ya maombi kutoka kwenye madhabahu ya Zoe TV. Asubuhi ya leo inabadilisha maisha yako. Pokea uzima kwenye afya, pokea uzima kwenye kila eneo. Uchumi wako kachukua sura nyingine, ndoa yako ikawe na uzima, huduma yako ikapate afya njema, maisha yako yakabadilishwe. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
riko koma sanda. Ebu sema amen, sema amen, sema amen. Pendwa mtazamaji wangu, ni Jumatano ya tarehe ya leo, mwezi wa 3, mwaka huu wa Bwana wa 2026. Ninakushukuru sana kwa kuwa mdau mzuri wa Zoe TV, channel yetu pendwa inayomilikiwa na kanisa la TAG hapa nchini. Ninakuomba endelea kulike, kufollow na kusubscribe na kushare channel hii na watu wengine. Waambie kuna channel bora hapa mjini. Endelea kufuatana nasi katika vipindi mbalimbali ndani ya Zoe TV. Kurasa wetu wa Facebook uko vizuri, Instagram, TikTok, kila mahali. Wewe nenda tu Zoe TV utatupata. Ungana nasi katika vipindi hivi. Mungu akubariki na kuombea roho wa neema na maombi akawe juu yako. Ni mimi Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Niko hapa jijini Dar es Salaam, wilaya Ubungo, maeneo ya Goba. Namba zangu za simu ni 0765-306-113. Nizo zinapita kwenye skrini yako. Nitumie message kunijulisha ulikuwa pamoja nami, umejifunza nini. Na kama una swali lolote, unahitaji maombi, unahitaji ushauri, faraga yoyote, namba yangu hiyo, nitakushauri na Mungu akubariki sana. Bye bye. Tuonane tena kesho wakati na majira kama haya, saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 1 kamili asubuhi. Lakini kipindi hiki kina marudio saa 12 kamili jioni mpaka saa 1 jioni. Zoe TV ndiyo TV yako. Mungu akutunze. Bye bye. Neema ya Bwana ikawe na wewe. Amen. Amen.